Hello, habari. Leo tuangalie kuhusiana na the shadow. Vivuli vyetu wenyewe vimetoka wapi? Kwa nini vipo? Inakuwaje tunapovipuuza? Na jinsi gani tutaweza kukabiliana navyo? Kuna msemo unasema, if you don't comfort your shadow, it will find a way to destroy you. Na hautajua kama ni wewe mwenyewe, utabaki unalaumu dunia, unalaumu watu wengine, lakini the enemy is within. Kama unatazama video hii kwa mara ya kwanza, hii ni Talk with Jasmine. Usiache kusubscribe, like na share video zetu. Let's go. Tunapotaka kufahamu kuhusiana na vivuli vyetu wenyewe, tupige picha wakati tukiwa wadogo. Ukiwa mdogo pale, ukiwa mtoto, ukitaka kulia unalia kwa nguvu, ukitaka kucheka unacheka, ukifurahi unafurahi, yani haujali, hauogopi. Lakini kadri tunavyozidi kukua, tunakutana na watu wazima ambao wanatuambia mwanaume hauruhusiwi kulia. Mwanamke unatakiwa unyamaze, usiongee kwa sauti, na pia ufiche siri zako, ufiche hisia zako, hauruhusiwi kufunua mambo yako. Na hapo hapo unaanza kujifunza kwamba kuna vitu siruhusiwi kufanya kabisa. Nikiwa na hasira natakiwa nitulie, siruhusiwi kuonyesha hasira zangu. Nikipenda kitu changu sana nitaonekana selfish, kwa hiyo sitakiwi kupenda kitu changu sana. Vile vile ukiwa na mawazo ya tofauti unaonekana ni mtu ambaye unavunja amani. Kwa hiyo hauruhusiwi kuwa na mawazo ya tofauti, unatakiwa uendane tu na wenzako. Kwa hiyo unaanza kuficha sasa zile hisia. Ukiwa na hasira unanyamaza, ukiwa umeudhiwa, labda umekwazika, kuna kitu kinakuumiza, una smile tu ili uonekane ni mtu wa kawaida. Kwa hiyo hapo unaanza kumtengeneza mtu mwingine taratibu. Unaanza kumtengeneza mtu ambaye anajiona yeye ni mwema, anajiona yeye anapenda watu, anajiona yeye ni mtakatifu, hakeri watu, hapendi ugomvi, ni mtu mstaarabu sana, anapenda watu wote, anaonea watu huruma, hagombani na mtu ambaye ni mwema kabisa. Na hapa ndipo watu wengi sana tunajiona. Watu wengi sana tunajiona kwamba sisi ni watu wema kabisa, hatupendi ugomvi, hatupendi kugombana na watu kabisa. Na wakati huo huo kuna kitu kinaundwa ndani ya akili yako ambacho wewe mwenyewe hautaki kuamini kama kipo, na hiyo ndio the shadow, kivuli chako wewe ambacho kipo ndani yako, lakini wewe hautaki kuamini kama kipo. Hivi ni vile vitu ambavyo umejikataza, lakini vipo ndani yako. Ni uwezo wako au mapungufu yako ambayo ulidhani hayapo, lakini yapo ndani yako. Kivuli chako hakiwezi kupotea kwa wewe kukipuuza tu. Kinyume chake ni kwamba kinakuwepo na kinakutawala. Ni vile tu hakijapata nafasi ya kujionyesha. Umeshawahi kuona tu mtu akikukera kidogo, unaweza kumjibu jibu moja mpaka mwenyewe ukajishangaa hili neno limetokea wapi? Au wakati mwingine unamchukia mtu bila sababu tu. Ukiulizwa kwa nini umpendi huyo mtu, unaambia bila, yani sina sababu ya msingi, ila tu mimi simpendi. Au wakati mwingine unakikataa kitu au unalikataa jambo bila kuwa na sababu, unasema tu mimi sifanyi, mimi sitaki. Kwa sababu gani? Haujui. Au kuna zile tabia ambazo we mwenyewe huzipendi, ni tabia ambazo hauridhiki nazo, lakini unajikuta unazirudia mara kwa mara. Unajiuliza kwa nini nazirudia hizi tabia? Sasa hiyo hali unayohisi hapo sio wewe, ila ni sehemu ya wewe ambayo ipo ndani yako, lakini wewe unadhani haipo. Na kuna msemo unasema, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Au umewahi kuona mtu ambaye ni mwema kabisa, unamjua kabisa huyu mtu ni mstaarabu, hana shida, lakini anafanya tukio mpaka wewe mwenyewe unashangaa ilikuwaje? Hapo ni kivuli chake kilipata nafasi. Au kama wewe ambaye unajiona ni mtu mwema, ambaye unapenda kila mtu, hauna shida, hauna matatizo na mtu, kwa nini mtu akipata zaidi yako unakuwa unaumia? Au kwa nini mtu akikupita unachukia? Kwa nini? Ndio maana tunasema the evil is not a personality trait. The evil is a possibility within all of us. Tunapopata nafasi ya kuonyesha vivuli vyetu, basi kila mmoja na kivuli chake. Ndio maana unaona vitu vinakuwa tofauti tofauti. Mtu mwingine alikuwa mpole akafanya tukio la ajabu, wewe ukiwa na hasira unatukana, yani haujui kama ni kivuli chako ambacho kipo ndani yako, lakini unakikwepa kwa kujifanya wewe ni mtu mwema, ni mtu mzuri, haupendi ugomvi, lakini sio kweli. Kila mtu ana kivuli chake ambacho kimejificha, lakini kikipewa nafasi kinaonekana. Na ukitaka kujua kwamba je, kivuli changu kipo na kimenitawala, hapa ndo pale tunasemaga maneno mengi sana. Unakuta mtu umekosea, lakini unasema it's just a mistake, nimekosea tu bahati mbaya. Au wakati mwingine unasema this is my personality, hivi ndivyo nilivyo mimi, huaga ndo nasipendagi hichi na hichi, mimi bana nikikasirika ndo nilivyo tu hivi, au mimi nikifanya hivi mimi ndo nilivyo hivyo. Lakini huyo ni kivuli chako, kipo ndani yako, na huo ndo binadamu. Hii ndio pointi ya kushika. Unapokataa ubinadamu wako, ndipo kivuli chako kinakuja
kwa nguvu na kukutawala, kukuonyesha kwamba wewe ni binadamu, huwezi kuwa mkamilifu wakati wote, na kuonyesha kwamba you are just a human being. Wewe sio mkamilifu, wewe sio mwema kama unavyojiambia kila saa. Kuna sehemu utakosea, kuna sehemu utateleza. Kwa hiyo kuwa mwema sio mpaka ukatae kivuli chako. Kuwa mwema ni kutambua kwamba kivuli kipo, unakijua na kuamua kujizuia kutokana nacho. Asante kwa kutazama video hii mpaka hapa. Usiache tu kusubscribe, like na share hii video na watu wengine. Until next time, bye.